Of course, I'm in ready today kutokana na msimu tulionao. Valentine season. Tuko kwenye msimu wa wapendanao. Na leo nataka nikupeleke kidogo kwenye machache ambayo labda ulikuwa uyafahamu kuhusiana na mwanzo wa siku hii muhimu. Na moja kwa moja tunaenda mpaka kwenye karne ya 3. Nazungumzia mwaka 225 au 226 ambapo mtoto maarufu sana aliyeitwa Valentino kutoka kule Terni Italia katika empire ya Roma alizaliwa. Mtoto huyu aliendelea kukua katika mafundisho ya kanisa na baadaye akapata nafasi ya kuwa padre, na vyanzo vinasema aliendelea na baadaye hata kuwa askofu. Mafundisho yake makubwa katika kazi yake ya utumishi yalikuwa ni kutaka watu waende na waishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Yaani katika kipindi kizima cha utumishi wake alikuwa amejikita sana katika kutoa misaada kwa watu, kuhakikisha anafanya maombezi kwa ajili ya wale wenye mahitaji. Na ilifika sehemu katika utumishi wake wakati wa utawala wa mfalme Claudio wa pili kule Roman Empire, Mtakatifu Valentino alikutana na jambo ambalo lilikuwa si zuri sana kwake, kwa sababu huku yeye anaendelea kuweka mkazo katika watu kuishi kwenye mapenzi ya Mungu, hasa kwenye masuala ya upendo. Alisisitiza sana watu waoane ndoa takatifu, yaani mume mmoja mke mmoja. Lakini pia alichukizwa sana na watu wanaokaa pamoja pasipo ndoa. Lakini pia alisisitiza watu walioana wabaki katika uaminifu wa ndoa zao na wala wasitafute mapenzi nje ya ndoa zao. Katika nyakati hizi, kinyume na hilo, mfalme Claudio wa pili alitangaza kwamba vijana ambao wanatakiwa waende jeshini wasioe, kwa sababu kwa namna moja au nyingine jambo hilo litawalemaza kwa namna ya muda au majukumu. Jambo hilo lilikuwa kinyume sana na mtakatifu padre askofu Valentino. Valentino aliamua kuendelea kuwafundisha ndoa zao kwa siri sana. Binadamu hawana fadhila. Waliripoti jambo hilo. Lilivyofahamika kwa mfalme, akatoa arrest warrant, akamatwe, atafutwe. Na baadaye wakati wa mwisho kabisa wa maisha yake alikamatwa Mtakatifu Valentino, na akiwa amefungwa katika vifungo vyake kule gerezani, moja ya binti wa mfalme inasemekana kuna siku alimtembelea ili afahamu yale ambayo Mtakatifu Valentino alikuwa anayafundisha na kuyahubiri kwa watu. Yule binti alipendezwa nayo sana kiasi kwamba wakati ambapo Mtakatifu Valentino alijua anaenda kunyongwa, anaenda kuuawa, aliandika waraka ukionyesha namna ambavyo watu wanatakiwa waishi kwa mapenzi ya Mungu, sio kwa mapenzi ya watu. Sehemu gani ni sahihi, sehemu gani ni kosa. Basi katika ule waraka mwishoni alimaliza na neno la mwisho au sentensi ya mwisho akisema, akiandika wako Valentine, yours Valentine. Na kutoka hapo basi tukapata siku hii maalum muhimu sana, the Valentine Day. Siku hii na majina mengine mawili ambayo ni maarufu sawa tu na jina la Valentine Day. Jina la kwanza ni Saint Valentine Day na jina la pili ni the Feast of Saint Valentine. Inaadhimishwa maeneo mengi sana duniani. Tarehe 14 Februari watu wanakumbuka upendo na mambo mema na makusudi ya Mungu kwa wanadamu ambayo Mtakatifu Valentino alikuwa anayafundisha. Sasa unapoelekea kwenye siku hii, tafadhali jitahidi tuyaishi yale ambayo Mtakatifu Valentino alikuwa anayafundisha. Alipenda sana watu wakae kwenye ndoa. Alifundisha upendo wa kweli na kusema hiyo ni zawadi kutoka kwa Mungu, sio hisia tu za kimwili. Alipenda watu wanaoishi pamoja wao wameoana, na akachukia mapenzi, ngono kabla ya ndoa. Alipenda wale waliooana waishi pamoja katika uaminifu. Happy Valentine to you all. Mimi naitwa Robin na this is Spiritual Class Online. Shalom.